ndio ungefanyiwa hivyo. But because of the love he has for us, ilibidi hizo tocha zote yeye ndiye apewe ili mimi na wewe tusikie poa. The torture number 3, there are so many. Mwanaume mzima anatolewa manguo, anatembezwa uchi kwa street. Can you imagine? Another torture, msumari inapigwa pa kwa mkono hapa mpaka huko na kwa miguu, alafu unaangishwa. Ni msumari ilikuwa inamshikilia, si ndio? Misumari. Can you imagine? Can you see that? Unaona hiyo torture? Umeiona? Another thing, Mijeletia. Huh? Let me explain this. Let me explain this so that you can understand. Because wengine wetu, ndio maana mchungaji, ndio maana washirika wetu wengi wanacheza na salvation. Hamujui gharama. Utapata mtu ameokoka naimba praise and worship na ni fornicator. Hatujui gharama ya wokovu. Hello? Nimewatusi. Nimewakasirisha. Iyo mjeledi, kulingana na tulisoma Bible school, tukajaribu kuexplainiwa that time, ilikuwa ni fimbo fulani, huku kuna mali ya kushikilia huku, alafu iko na kamba 7. 1, 2, 7. Are we together? Na kila kamba hapa mwisho kuna chuma yenye iko ni huku. Na sio huku ya hivi, hii huku flat, alafu inajikata hivi, alafu inakuja hivi. 7 kwa kila kamba. Na sio kila mtu alikuwa na uzoefu ya kutumia hiyo. Ulikuwa unaenda shule njoo ujue kutumia hiyo kitu vile ya kuitumia. Kwa sababu usipojua kuitumia inaweza ikakurarua wewe mwenyewe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alikuwa anapigwa, jamaa anachukua hiyo kitu anapiga kwa mgongo pa. Anaipatia some few seconds, zile huku zinaingia ndani ya nyama. Alafu anavuta. Akivuta inatoka na nyama na kila kitu. Na alipigwa ngapi? 39. Was it 39? Bwana asifiwe. Alo, Bwana Yesu asifiwe. Look at the love. Ati ili yule mkongomani bahati aokoke, lazima nipitie hizi vitu because of that man. That is why when you get a chance to give your life to Christ, tembea kama muumini anayemwogopa Mungu. Why? Because kuna mtu alilipia gharama ya mateso ungepata, akabeba kwa niaba yako. He showed his love to you. Hata mimi nimeoa, I can't sacrifice for my wife to that level. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. One day tulikuwa kwa matanga ingine kule Kirinyaga. Na mzee alikuwa amefariki, na wakati tuko kwa kaburi ndio sanduku inataka kushushwa chini. Can you wave unto me like this? Mama akaanzalia, muniache, nazika tunaye, munizike na wamama wanamshika na kaburi inashushwa na mashine.
muniacheni. Ana karibu na muniache, wanamshika. Wale wamama wakachoka kusema tumwache aingie ndani. Wakamwacha. Alipofika pale hakuingia. No one will ever show the true love that Jesus showed for you. Hakuna mtu, hakuna mwanadamu atawahi kukuonyesha upendo halisi kwa kiwango hicho ambacho Yesu alikuonyesha wewe. So anakuambia now, what I showed you, show it to your sister, show it to your brother. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So verse 35 Bible inasema, by this, kwa sababu ya upendo huu mkiuonyesha kwa watu, because of this, by this, dunia yote, kabla muongee jambo lolote, when the people of the world will see the way you love one another, wataconclude na waseme kweli hawa ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Waliona Yesu ni mtu wa upendo. Amen. So Christianity is attached by love. And whatever you sow, that is what you will reap. Ukipanda upendo, utafuna nini? Na kitu moja nimekuja gundua haitawahi oza. Dada yangu, ndugu yangu, mahali popote utaonyesha upendo, hiyo upendo itakurudia siku moja. Na kama haitakurudia, mtu mwingine ataonyesha mtoto wako hiyo upendo. Kama mtoto wako hataonyeshwa hiyo upendo, mjukuu wako ataonyesha hiyo upendo. Love will never fail. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Tell your neighbor, I love you. One day nilikuwa kwa mkutano maeneo haya, sitasema kanisa ili msinipige mawe. Jamaa kaniambia, "Hey pasi, umedunga hii look. Hii suti ni mzuri sana." Nikamwambia, "Unaipenda?" Nikamwambia, "Yes." Nikamwambia, "Nikimaliza mkutano nitakuachia." Very expensive one. Akafikiria ni mzaa. Baada ya kumaliza mkutano nikaifunga vizuri, nikampatia. The way that guy alinishukuru. Akaniambia, kitu kama hii pastor unanipea? Mimi ni mamutumba tu. Mimi ni mitumba tu, sijai vaa kitu kama hii. Nikamwambia, my brother, I love you because Jesus loved me. Hallelujah. Ambia jirani yako, wewe ni bora kunishinda. Let me shock you. Listen, let me shock you. Mahali ambapo kuna upendo, Yesu yuko hapo. Narudia. Mahali kuna upendo, Yesu yuko. Nyumba ambayo iko na upendo, Yesu yuko mlenda. Familia ambayo iko na upendo, Yesu yuko mlenda. Kanisa ambalo liko na upendo, Yesu yuko mule wapi? Ukiwa na upendo, Yesu yuko ndani yako. Hiyo ndio mazingara ambayo Mungu anatakanga kae ndani. Mazingara ya upendo. Amen. Amen. Mimi nawaambia ukweli, tukionyesha upendo kwa watu wa maeneo haya bila hata kupiga crusade, utaona wakikuja hapa kanisani, wakuje waone huyu Mungu ni Mungu wa aina gani hao watu wanabudu. Somebody say amen. Amen. By this, kupitia hii, all men will know that you are my disciple. Why? Love was the nature of God. That is number 3.
is the nature of God. This is the nature of God. This is the environment ambayo Mungu anataka akae ndani. Environment ya upendo. One day, I think it is in the book of Luke or Mark, we know the story of Lazarus. Tunajua hiyo historia. Bwana asifiwe. Kwanza kabla niingie huko, wakati Yesu alikuwa hapa duniani, alifanya miujiza ya kufufua mtu. Alifanya ngapi? Miujiza ya kufufua mtu, alifufua watu wangapi? Oh. Aya. Yes sir. Jairus' daughter, Lazarus, then? Yes. Hizo ni tatu. Now, listen. Ukiangalia hiyo ya Lazaro, kuna statement Yesu alisema ya kwamba let's go and do what? Not let's go and wake him up. So let's go and resurrect him. No. Let's go and wake him. Listen. That is what we call positive thinking. You hear me? Jesus anasema twende tufe nini? Mtu mwenye amelala si ndio anaamkanga. Mtu mwenye amekufa anafufuka. Lakini Yesu hatumii neno twende tumufufu, anasema twende tumuamu. Na familia ya Lazaro na Yesu walikuwa marafiki sana, and Jesus loved them. Martha, Mary and Lazarus. How can you say we go and wake him up and yet somebody is dead? Watu watakuona namna gani? Hiyo peke yake ya kufanya muujiza kama hiyo ni expression ya love. Hiyo ni expression ya nini? Ya love. Kupatia mtu macho ni nini? Kurejeshia mtu macho ni nini? Sio ni expression ya love. Bwana asifiwe. Because you do something good for somebody you love. For someone you don't love, you can't care. You can't do anything. So he said that by this let men know. Hiyo ni mojawapo pia ya preaching. Love is one way of preaching the gospel of Jesus. Are we together? Kama hauwezi ukahubiria mtu, muonyeshe upendo. Upendo ni injili tosha. So number 3 nimesema love is the nature of God. God
will never allow you to perish if you carry his nature, the nature of love. He will never allow you to perish if you carry his nature, the nature of love. Are you hearing me? Si mnakumbuka yule mama mjane alikuwa anashonia watu manguo? Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa tajiri, alikuwa na pesa, alikuwa na bwana, lakini akiona mtu hana nguo ana feel so bad. Si alikuja kakufa? Historia inasema hivyo. Biblia inasema aje? Alikufa, alafu nini kafanyika? Wale ambao alionyesha upendo ya kufunika uchi wao, Bible nasema wakakuja wapi? Wakaomba, wakaanza walikuwa naliaje? Mwenye alikuwa anatuvisha, mwenye alikuwa anatushonea nguo, our good teller, amefanya nini? Anaenda. Nani tena ambaye Yesu aliposikia hivyo, what happened? Ilibidi miujiza ifanyike, because God will never allow anyone who carry his nature to perish. So which means when you walk in love, when you move in love, miracle, signs and wonders can follow you for the rest of your life. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. I am feeling so nice here. Umewahi na mtu anakufa alafu watu wanasusia kwenda hiyo matanga? Ama watu wana celebrate. Thank God ameenda, thank God. Kuna mmoja ame celebrate vile Raila alikufa, alipitia kamoto kiasi hivi. Mumewahi na mtu anakufa alafu watu hawaendi matanga yake? Imewahi fanyika huku kwenu? Lakini mtu ambaye ni mtu wa watu akikufa, nini nafanyikanga? Everybody. That is the power of love. So love is the nature of God. Tell your neighbor, love is the nature of God. Tell your neighbor, stay in love environment. Praise the Lord. Hebu mniangalie wale ambao wameoa na wale ambao wameoleka. Ukiingia kwa nyumba ambayo kuna upendo, ukiingia tu kwa mlango unaihisi. Bwana sifiwe. Unaona hapa kuna nini? Kuna love. Na utajuaje upendo iko kwa hiyo nyumba? Kulingana na vile unaona outside appearance. Outside. Lakini kwa mfano, wacha nitumie tena huyu ndugu mfano. Njoo baba, nimtumie tena huyu ndugu kama mfano. Mke wako yuko hapa? Ndio huyo? Sawa, kuja. Asante, nimeconnect. Asante sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano, hebu mniangalie. Mama, simama hapo. Pole kuwasumbua hapo tu. Nataka ufanye mfano mbili hapa. Anatoka kazini, umkaribishe kama
umekasirika, isikwe hivyo, ni mfano tu na usiende ikwe hivyo nyumbani. Alafu fanya ya pili, atarudi hapa fanya, alafu fanya ya pili ya kwamba anatoka kazini alafu umefurahi. Let's assume alienda kazini akikuhati, anarudi. Sasa umkaribishe kama umejamu. It will never happen in Jesus' name. It's just an example. And then secondly, atarudi hapa alafu mkaribishe kama amefurahi. Sawa? Ya kwanza kama umekasirika. Mzee ametoka nyumbani. Namna hiyo. Hivyo. Aya baba, rudi. Sasa kama umefurahi. Alikuahidi lollipop na amekuja nayo. Baba ametoka nyumbani anakuja. Somebody shout hallelujah. Thank you, sir. Listen. Mungu anapenda mazingara ambayo kuna upendo. Nyumba ambayo ina upendo, hapo ndio Mungu anatamani kufanya nini? Na unajua mahali kuna upendo kuna pia kitu kingine attached na hiyo, inaitwa umoja. Sema umoja. Sema umoja. Upendo na umoja vinaambatana pamoja. Mahali hakuna upendo hauwezi ukapata unity hapo. Sema amen. Lakini mahali kuna upendo utapata pia kuna nini? Kuna umoja. Ni vitu viwili ambavyo zinaenda sawa sawa. Na Zaburi 133 inasema ya kwamba I God, I take pleasure in the unity of my people. Where unity is, God ana command mambo mangapi? Mawili. Number 1, ana command blessing. Number 2, ana command life forevermore. Which means where there is love, where there is unity, you can't find premature death. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Narudia, mahali kuna umoja utapata nini? Mahali kuna umoja utapata nini? Na mahali kuna upendo utapata nini? Na Zaburi 133 ile mstari ya mwisho inasema ya kwamba where there is unity, I God, I'll command blessing and life forevermore. That word blessing kwa hiyo scripture inaashiria material things. Where there is unity and love, God will he will not bring, he will command blessing. Then he will command life. Kama kuna mtu mgonjwa anapona, kama kuna whatever something bad has happened, God ana make a way where there seems to be no way. Why? God will make sure there is no premature death where people are united in love. Another thing, mahali kuna umoja na mahali kuna upendo, hapo mahali kuna maendeleo. Sema maendeleo. Sijui kama church mnasikia hii maneno. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ufukara inavutwa na chuki, na mahali ya kuna upendo na mahali ya kuna umoja. Hiyo ndio maeneo ya ufukara. Even in a country that is united is a blessed country. A family that is united is a blessed family. A church that is walking in love and unity, that church is a blessed church. Inua mkono wako sema I am blessed. Inua mkono sema I am blessed. Sema poverty bye bye. So ili mutembee katika baraka za Mungu, ili mutembee chini ya umbrella ya open heaven, Mungu anahitaji
mkuwe na mambo mawili. Ya kwanza is love, ya pili is unity. Somebody shout hallelujah. Amen. One day, mshirika wetu wa kanisa letu hapa Migori alikuwa anatoka Kisii. Alikuwa anatoka Kisii anakuja Migori. Then she offended somebody. She offended somebody on the way. Then ule mwenye huyu dada alioffend, kumbe alikuwa na mjoo mwingine, akamwambia, na wewe si ni mshirika ya IGM, mbona bishop wenu hakuangi hivi, na wewe itabio umetoa wapi? Unasikia hiyo? Always people will refer you to your father. Amen. Baba yenu akiwa mtu wa upendo, watu wote wana expect kila mshirika wa kanisa hii atembee katika nini? Baba yenu akiwa giver, kila mtu ana expect kila mshirika wa kanisa hii akwe nani? A giver. Baba yenu akiwa prayerful man, watu huko nje wana expect kila mshirika wa kanisa hii ni muombaji. Baba yenu akiwa worshiper, watu wote kule nje watajua kama baba yao ni worshiper, basi watoto wake lazima watakuwa ma worshipers. Like father, like. Ambia jirani usituaibishe huko nje. Usituangushe huko nje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani usituangushe. Ambia jirani usituangushe. Haleluya. Baba yako si msharati. Wewe umetosha usharati wapi? Ambia jirani usituangushe. Nimewatusi. Are you blessed? Inua mkono wako sema I am blessed. I am blessed beyond measure. That is how it is, brother. The secret to succeed in this life is to express love to other people. Express love to other people. Onyesha watu wengine upendo. Penda watu vile walivyo. Amen. Bwana asifiwe. Kama vile mchungaji wetu amesema nikiingia hapa. Listen, let me teach you this. Let me teach you this. Come again, sir. Mama unisamee leo. Unihurumie sana. Asante. Muniangalie. Kila mtu niangalie. Mnaona huyu? Mnaona hiyo physical appearance yake? Hiyo sio ndio yeye. Sawa sawa? Sawa sawa? Usimudharau leo kwa sababu havai suti kama mimi. Halo? Halo? Sema asante kwa mvua Yesu, asante kwa mvua. Now look at me, look at me. Huyu si yeye. Kwa hivyo kama havai suti kama mimi, usimdharau sababu wako hivi. Umpende na upendo wa Kristo vile alivyo nje yake. Kwa sababu gani? Anaweza kuwa hivi nje, lakini ndani kuna rasilimali ya utajiri wa Mungu ndani ya maisha yake. Are you getting what I'm saying? Are you getting what I'm saying? So, don't judge a book by its cover. Ambia jirani, don't judge a book by its cover. Bwana Yesu asifiwe. Listen,
We serve a God who changed the love of people in a twinkling of an eye. Tunamtumikia Mungu anayebadilisha maisha ya watu kwa kufumba na kufumbua. Leo hana suti, kesho ukimwona utaanza kushangaa. So penda watu vile walivyo. Haleluya. Mnanisikia vizuri? Mnanisikia vizuri? Listen. You can judge somebody today, na kesho usituke yende na kufanyisha interview ya kazi ile unatafuta. That is why you must love people. Yesu anasema hivi, nafikiri kwa Mathayo ama Yohana, anasema hivi ya kwamba mikono yangu iko wazi kupokea yeyote yule ambaye anataka kuja kwangu. Jesus never despised anyone. Jesus never looked down on anyone. Mikono yake ilikuwa wazi kupokea yeyote yule ambaye anataka kuja kwake. Sasa kama Yesu hakudharau watu, je, wewe kwa nini udharau watu? Pigia Yesu makofi, sema amen. Hallelujah. Mumesikia sauti yangu vizuri? He never despised anyone. Alinipenda vile nilivyo kama Mkongomani, akakupenda vile ulivyo kama Mkuria, akakupenda vile ulivyo kama Mtanzania, akakupenda vile ulivyo kama Mjaluo, akakupenda vile ulivyo kama Mkamba, akakupenda vile ulivyo kama Mrwanda. Yesu hakuwahi dharau mtu yeyote. Mikono yake iko wazi kupokea yeyote anataka kuja kwake. That is the heart of love. So mazingara ya Yesu ni mazingara ya upendo. Amen. Hallelujah. One day my neighbor, my own neighbor in Western, my own neighbor ni mlevi. Mnanipata vizuri? Mlevi chakari. My own neighbor mlevi. Yeye na bibi yake walitoka siku moja wanaenda lewa. Walitoka saa 11 jioni kabla watoto warudi shule. Wakaenda kujivinjari town kwa bar. Wakalewa, wakarudi saa 6:30 usiku. Kufika saa 2 ya usiku, watoto wametoka shule, wamejikunja kwa mlango na mvua inanyesha. Sisi kwenda nje tukaona, watoto wa jirani wako nje namna gani? And yet I saw them went out saa 11. Tukachukua watoto 3 tukawaleta kwa nyumba yetu. Wakaoga, wakakula, mke wangu akafua uniform zao, wakavaa manguo za watoto wetu, tukawapeleka kwa chumba wakalala. Wazazi wao walipokuja saa 6:30 wakaanza sumbuka, watoto wako wapi? Watoto wako wapi? Tukanyamaza, hatukusema. Kufika asubuhi wamekuwa soba, tukawaita, tukawaambia watoto wenu ndio hawa. Because of showing love, today they are born again. Love is a sermon. Love is a message. When you love people, you are preaching the gospel to the love of people. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Upendo ni injili tosha. Ambia jirani, acha kudharau watu. Mojawapo ya kanisa kukua
ni kuonyesha upendo. Mungu, munisikize vizuri. Mungu atafuta watu mahali kuna upendo. Mungu atafuta watu mahali kuna upendo. Mungu atafuta watu mahali kuna upendo. Hamujaosha hii town kwa bure. Hamujaosha town hii kwa bure. Kwa ishara ya upendo mumeonyesha hapa Hispania, lazima Mungu atafuta watu katika hii kanisa. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Ambia jirani I love you. Mwambia jirani I love you. I love you. Listen to me. Listen. Munisikize kwa makini. This man here, I am a product of somebody's love to me. You are enjoying my preaching because somebody show love to me. Nilikuja Kenya, niliokotwa kwa street na Apostle Simeon Obayo. Huko ndio aliniokota kwa street, akanionyesha upendo, akanikaribisha kwake. Leo hii mimi ni mhubiri kwa sababu somebody loved me. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Ambia jirani I love you. Ambia jirani I love you. Kuna pepo mbaya, kuna pepo chafu ambayo imeingia kwa watu makanisani, inaitwa pepo ya majivuno, maringo na kudharau watu. Tunapinga hiyo pepo kwa jina la Yesu Kristo. Tunapinga hiyo pepo kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Today, Apostle Obayo is enjoying the fruits of his labor by showing love to a desperate Congolese guy. Hallelujah. Bwana sifiwe. Sikiza. Usione umenunua pikipiki, umefikiria umefika, unaanza rushia watu maji. No. Mungu ni Mungu wa viwango. Tunatumikia Mungu wa viwango. Sema Mungu wa viwango. Sema Mungu wa viwango. Ukinunua pikipiki, wacha kudharau watu. Wacha kudharau watu. Ukinunua gari, wacha kudharau watu. Tunatumikia Mungu wa viwango. Upendo kwa watu inaweza kuvuta baraka katika maisha yako bila we kujua. I am telling you the truth. I am telling you the truth. Kwa ajili ya hii, watu wote watajua ya kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu. Sema I am a disciple of Jesus. Sema mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Sema mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Ambia jirani wacha kudharau watu. Ambia jirani kula na watu.
Ambia jirani, kula na watu. Bwana asifiwe. I want to give you an assignment. I feel in my heart. I feel strongly in my heart. By this week, this message of love, ukienda uiweke kwa matendo. Hii ndio barabara yako ya Mungu kukuinua mwaka wa 2026. I am telling you. I am telling you. I am telling you. Every December, me and my wife, every December, me and my wife, huwa tunalocate wajane watatu. Wajane wangapi? Wajane wangapi? Tunachukua pesa, tunaenda supermarket, tunawanunulia vyakula, tunaenda tunawabariki. Hallelujah. Bwana asifiwe. Why? Hiyo ni siri ya kupokea, kuoperate kwa viwango vya juu katika maisha ya kiroho na katika maisha ya kimwili. In every dimension, love is a ladder to high top. I'm telling you. I'm not lying to you. It is true. Oh my God. Let's stand up on our feet. Let's stand up. Let's stand up on our feet. Let's stand up on our feet. Love is the environment of Jesus. Love is the environment of God. I hear the Holy Ghost saying, the same way rain is coming, we want to use this time to call upon. Are we together? Are we together? Mvua ni jambo la kiunabii. Mmesikia hiyo? Mvua ni jambo la unabii. Mnanisikia kule nyuma? Halo? Halo? Mvua ni nini? Mvua ni nini? Inaashiria mambo mawili. One, inaashiria distraction. Number two, inaashiria the shower of blessing. Na kwa ile number one ya distraction, Mungu mwenyewe amesema wakati wa gharika, anasema ya kwamba kuanzia leo sitawahi haribu nchi kupitia mvua tena. So tutuweke hiyo kando. Tushikilie unabii ya mvua ambayo inasema it is the sign of the shower of blessing. Are you ready? Are you ready to receive the blessing? Are you ready to receive the blessing? Listen to me. Majira ambayo tuko ndani ni majira ya kupokea kutoka kwa Mungu wetu. And we want to make a prayer. We want to make a prayer. We are connecting with this rain now and making a prayer that, oh Lord, kama mvua itokavyo mbinguni, kama mvua itokavyo mbinguni, ninawashiria baraka za Bwana katika maisha yangu. If you are here and you are a business lady, you are a businessman, or you are here, you are employed, I want you to do this thing as prophetic, that the same way rain is coming, let blessing come upon my life. In the name of Jesus.
kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi bure, litatimiza mapenzi yake, litatenda alivyosema, aliahidi atatenda. Tumanie Bwana. I want you to move around this place and declare the shower of blessing upon your life. Munanisikia vizuri? Munanisikia vizuri? Kila moja toka mahali ulipo, tembea kila mahali, tangaza the shower of blessing upon your life, upon your family, upon your children, upon your business, in the name of Jesus. Everybody move around, move around. Be serious, be serious. Kama mvua itokacho mbinguni, na hivyo ndivyo neno la Bwana halitarudi vile limekuja. Tunapopokea neno ya upendo, hiyo neno inaleta matunda kwa maisha yetu. Somebody raise your voice and begin to pray. Declare the shower of blessing upon your life. Declare the shower of blessing upon your children. Declare the shower of blessing upon your business. Declare the shower of blessing upon your marriage. Declare the shower of blessing upon your home. In the name of Jesus. Somebody pray. Pray, 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 pray. Tangaza baraka za Bwana. Kama vile mvua inavyonyesha, ninatangaza baraka za Bwana katika maisha yangu. Baraka za Bwana kwa maisha ya watoto wangu. Baraka za Bwana kwa biashara yangu. Baraka za Bwana kwa huduma yangu. Kama mvua inyeshavyo sasa, na iwe ishara ya Mungu kuachilia baraka yake katika maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunapokuwa kwa msimu ya kumaliza mwaka, ninatangaza nitamaliza na baraka za Bwana zikiwachiliwa katika maisha yangu. Somebody move around, begin to pray. Move everywhere and pray. In the name of Jesus. Go ahead and pray, everybody. In the mighty name of the Lord. Father, may you bless us, O Lord. May your love abide, O Lord. May your life abide in us, O Lord. May your love bring blessing upon our life. May your love bring blessing upon our lives. In the mighty name of Jesus. Usisimame mahali pamoja. Tembea mahali hapa kila mahali. Ambia Bwana, kama vile mvua inanyesha, wacha baraka zimiminike kwa maisha yangu kama matoni ya mvua. Ninakataa kukaa kwa umaskini ya ufukara katika jina la Yesu. Kwa ajili ya nguvu ya upendo. Upendo inaleta baraka katika maisha yangu. Upendo inaleta baraka kwenye nyumba yangu. Upendo inaleta baraka kwa biashara zangu. In the mighty name of Jesus, we call upon your blessing. Father, we call upon your blessing. We call upon your blessing. You are opening doors for your children in the month of November. In the name of Jesus, we will express love in the month of November to other people. In the name of Jesus, tutaonyesha upendo kwa watu wengine. Mwezi huu upendo inavuta baraka katika maisha yetu. Mwezi huu upendo inavuta baraka kwenye nyumba zetu. Mwezi huu upendo inavuta baraka kwenye kanisa hili. Mwezi huu upendo inavuta baraka kwenye familia zetu. Go ahead and pray that prayer. In the mighty name of Jesus, we receive the rain prophetic. We receive prophetic rain. In the mighty name of Jesus, we receive prophetic rain. In the mighty name of Jesus, we receive prophetic rain. The blessing from above. In the mighty name of Jesus, hatuichukui kama mvua ya kawaida, tunaichukua kama mvua ya baraka. Na kupitia baraka za mvua, maisha yangu inabarikiwa, nyumba yangu inabarikiwa,
biashara yangu inabarikiwa, huduma hii imebarikiwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wacha upendo wa Yesu ivute baraka katika maisha yetu. Upendo wa Kristo ivute baraka kwenye kanisa hili. Upendo wa Kristo ivute baraka kwenye ndoa zetu. Upendo wa Kristo ivute baraka. Tunakataa ufukara na umaskini in the name of Jesus. Go ahead and pray. Go ahead and pray. Keep on praying. Keep on praying. Call upon the blessing of God in your life. In the mighty name of Jesus. Call upon the blessings of God in your life. In the mighty name of Jesus. Call upon the blessings of God in your life. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my Father. Thank you, Lord. Thank you for the blessing of rain. Asante maana mazao yetu yatamea katika jina la Yesu. Asante maana mifugo yetu itaongezeka katika jina la Yesu. Asante maana mashamba zetu zinapanuka katika jina la Yesu. Asante maana biashara zetu zinaendelea katika jina la Yesu. Asante maana huduma inapanuka by the power of love in the name of Jesus. We bless you, Lord. We honor you. We give you glory. We give you honor. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you for loving us, O Lord. Thank you for the power of love. Thank you for showing us mercy. We give you glory. We give you glory. We give you glory. Praise, honor, and adoration unto you, Master of universe. Take charge and take control. By the power of love, we are receiving our blessing. By the power of love, we are receiving our open doors. By the power of love, we are receiving the shower of blessing. In the name of Jesus Christ. Thank you for teaching us, Lord, how to love people and how to love the unlovable. Thank you for teaching us, Lord, how to express love to those who don't deserve it. The same way you loved me too, I will express it to other people in the mighty name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Another prayer I want you to pray. Another prayer I want you to pray. This is the time and this is the season that the devil normally takes advantage. Ukiangalia news zetu kwa televisheni, utakuja kugundua ya kwamba ajali zimekuwa mingi kwa season hii ya kumaliza mwaka. Unasikia cha nimesema? Umesikia cha nimesema? Bwana sifiwe. Hii ndio wakati shetani anaua watu kupitia maajali mingi. Ninataka ujiombewe mwenyewe mahali popote utaenda mwezi ya Novemba na mwezi ya Desemba, ufunikwe na damu ya Yesu Kristo. Halo? 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 Ombea marelative wako wote ambao wanasafiri kuja pande hii. Ombea marelative wako wote ambao wamesafiri kutoka hapa kwenda Nairobi. Takasa maisha yako na damu ya Yesu. Uambie Bwana, barabara za Kenya tunazifunika kwa damu ya Yesu. Everybody move around, begin to pray. In the name of Jesus. Tunatakasa anga katika nchi ya Kenya katika jina la Yesu. Somebody move around and begin to pray. Ombea safari zote mwezi wa 11. Ambia Bwana, tunatakasa anga katika nchi ya Kenya katika jina la Yesu. Mahali popote nitaenda kuhubiri, nimelindwa na damu ya Yesu. Nimezingirwa na damu ya Yesu. Mkono wa Bwana uko juu ya maisha ya watoto wangu. Mkono wa Bwana uko juu ya maisha ya mke wangu. Mkono wa Bwana uko juu ya maisha ya mzee wangu. Mkono ya Bwana iko juu ya maisha ya wazazi wangu.
Ninatakasa barabara za Kenya na damu ya Yesu. Ninapinga roho ya ajali toka kwa nchi ya Kenya katika jina la Yesu. Kila roho za ajali ambazo zinazurura katika nchi hii, kila roho ya maafa, premature death, tunazipinga, tunakataa kwa jina la Yesu. Kila roho za ajali tunakataa, tunakataa, tunakataa. Nimefunikwa na damu ya Yesu, nimelindwa na damu ya Yesu, maana Bwana yuko pamoja nami. In Jesus' name we pray. I say in Jesus' name we pray. In Jesus' mighty name we pray. The Bible says in the book of John, and God told Peter, you are the rock, and upon you I will build my church, and the gate of hell will not prevail against the church of God. Somebody shout hallelujah. Yesu anaambia Petro, juu ya ufunuo huu ninajenga kanisa langu, na misingi ya kuzimu haitalitikisa kanisa langu. We want to pray for this church, that the gate of hell will not prevail against this church. If you believe it, shout hallelujah. If you believe it, shout hallelujah. If you believe it, shout hallelujah. The gate of hell will not prevail against the work of God here. We want to pray for your pastor. Pray for the leaders of this church. Pray that Jehovah will expand the territory of this church in the name of Jesus. That nations will come and worship here. Hello? I say nations will come and worship here. Congolese will come and worship here. Tanzanians will come and worship here. Rwandese will come and worship here. In the name of Jesus. Somebody lift your hand like this. Say, oh Lord. I am not hearing you. Say, oh Lord. In the name of Jesus. I declare, decree. The gate of hell will not prevail against this church. Now raise your voice and begin to pray. Raise your voice and move around, begin to pray. Pray for this church in the mighty name of Jesus. Mipango ya kuzimu haitatikisa kazi ya Bwana. Mipango yoyote ya kuzimu haitatikisa kazi ya Bwana. Tunatangaza jioni ya leo, the gate of hell will not prevail against the work of God here. We cover our pastor with the blood of Jesus. Tunaomba ufunuo, tunaomba revelation, tunaomba power ya Mungu ifanye kazi katika maisha yake. Tunaombea viongozi wa kila department katika kanisa hili, ya kwamba Bwana watatembea katika fia ya Mungu katika jina la Yesu. Tunatangaza mipango ya Mungu mizuri itimilike kwa kanisa hii. Tunatangaza upanuzi wa kiroho, upanuzi wa kimwili, upanuzi ya kipesa kwa ajili ya nyumba hii, kwa ajili ya kazi hii katika jina la Yesu. Oh Lord, may you shake the sea and release financial fortune in this place. In Jesus' name we pray. Say amen. Somebody say amen. Bwana Yesu asifiwe. Listen to me. Are you happy with this? 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 Mumefurahia hii sakafu? Mumefurahia hii sakafu? Mumefurahia hii? Tunaweza omba Mungu afanye kitu. Tunaweza